Si mnasema ni mbaya? Saa hii sasa tatizo ni hili. Ni mbaya hata akifanya kitu kizuri, amchukulie ni kitu kizuri ni kibaya, si ndio? Sasa pia mchunge, mnaweza kumfikiria ni mbaya mpaka wakati Mungu amembadilisha kuwatengeneza kwa ajili ya faida yenu, mkakataa aliye mzuri akawa mbaya, hata kwa uzuri wake mkamkataa, mkapewa mbaya mwenyewe. Yani amesemwa ni mbaya mpaka hata alete kitu kizuri ni mbaya. Kama vile mliambiwa Rais Kenyatta ni mbaya, hata akiwa anafanya nini ni mbaya, mkamtoa kwa ubaya. Leo hii mnaandikanga kwa YouTube, we miss you. Kwa hivyo Kenya pia uchunge, msije mkasema rais ni mbaya mpaka hata akifanya kitu kizuri ni kibaya, mkamtoa hata akiwa amekuwa mzuri, mkaweka mbaya mwenyewe, mkakula ubaya wenu. Lakini nakwambia ukweli, sijawahi ongea na rais wangu kwa simu ni akaniambia nenda uongee. Nakwambia ukweli, wakati nikishikwa alikuwa rais, si ndio? Lakini siwezi nikamsema vibaya kwa kitu ambacho hakufanya. Siwezi. Sababu kama ningekuwa na makosa, si ningekuwa ndani sasa. Hata wewe ungekuwa rais, alafu usikie jambo kama hilo limetokea na haujui nani amefanya, si hata wewe ungetuchukua ukatuweka ndani? Unajua, when you are sober you will reason with sobriety, lakini when you are angry you will say anything. Hata wewe ungekuwa rais ungesema chukua hao watu wote tupa ndani, sababu ndiye ameingia uongozini, mambo mengine yakatokea. You don't know who is right and who is wrong, si ni kweli? Tupa hao watu wote nje ndio mniambie ni nani yako na amefanya makosa. So your innocence will take you out of the courts. Sasa wewe unataka niseme ni mbaya? Mimi wale waliokosea ni wale walionijua wakawa hapa na wanajua ukweli wakasema hawajui. Hao ndio nimesema Mungu fanya hivi, tafuta kila mmoja kivyake, siku yake, salimia kila mmoja. Nisikudanganye, mimi ni Mkenya. Ikiwa kuna tatizo hata mimi pia naisikia, usifikirie sisi. Mimi ni Mkenya, ikiwa kuna tatizo hata mimi naisikia. Hata mungesema ile milioni 20 nimepewa ndio maana naongea, mimi sijapewa. Lakini a voice of reasoning. This is our country, let us take care of it. We don't have any other country. Ushaona Muamerika vile huwa anajisikia? Mwingine aliniambia, we American, we are first in everything. We are number one in everything. We are number one in the world. We are number one in bio. We are number one economically. We Americans. Akiingia hapa ukimuuliza you are an American, okay, anajisikia. Sisi pia tutunze nchi yetu, nasi tujipige kifua kwa nchi yetu. Nimeenda Tanzania, wanaongea Kiswahili na wanasikia vizuri na nchi yao sana. Yani niliketi na kiongozi mmoja kutoka Tanzania, akaniambia uzuri wa nchi ya Tanzania, mpaka akaniambia, pastor, unajua hapa watalii wote wakitaka kupanda mlima Kilimanjaro wanashuka hapa Kilimanjaro International Airport.
hapa. Hii ndio gate na kuna mandhari mazuri. Akaniambia, unajua Tanzania, unajua hii nani yako na ile rangi ya Tanzania? Nitawafundisha mpaka ibada ishe, sababu mmekuwa wakoloni mamboleo. Nani yako na ile bendera ya Tanzania? Hiyo ndio siku nilijua hiyo bendera rangi zake ni nini. Mtanzania anavaa nguo mpaka ni ya bendera ya kwake. Mkenya anavaa nguo ameandika akitukana rais wake. Hapana, tunahitaji kuokoka. Nikaambiwa, Pastor Ezekiel, unajua hii ni madini ya Tanzania. Tanzania iko na madini ambayo haipatikani mahali popote ulimwenguni, Tanzanite. Akaniambia, hii ni majani ina green. Hii ni rangi yetu. Akasema sio rangi yetu sisi wa Tanzania, rangi yetu sisi wa Afrika. Akaniambia, hii ni ya maji, blue economy. Hii ni uchumi. Wewe hiyo nguo umevaa inamaanisha nini? Na unatokana rais. Mimi na wewe uchumi wa nyumba zetu zimetushinda. Wewe mtu akikupa uchumi wa taifa ili urekebishe, utarekebisha? Rudisha hii. Lakini jameni, si tumepoesha speed hiyo? Haikuwa nzuri hiyo. Haikuwa nzuri. Mtu hata kama unamchukia, lakini akitenda mema, kama wewe ni Mkristo wa kweli, sema ukweli. Wajua ile kitu iliniuma ni kitu kimoja, ndugu yangu. You expect Rais Uhuru kutoa 100,000 kanisani? Si ni madharau? Anaweza hata kutoa milioni 100 si anaweza? Kwa nini useme arudishiwe? Si ni matusi? Mnamtukana rais wenu, mnamdharau kwa mataifa na mnaweka kwa news. Mrudishie rais pesa zake, atuambie alitoa wapi. Tusifanye vituko kama hizo. Hiyo ni kudharau rais wenu. Si vizuri. Si vizuri. Inaumiza. Siku moja nitawaongelesha vitu. Roho inayopokea ukweli itapokea. Roho ya kukataa itakataa tu. Unajua wakati wa Moi kulikuwa na Golden Bag, si ndio? Wakati wa Kibaki kulikuwa na Anglo-Lisi. Wakati wa Uhuru kulikuwa na pesa zingine zilipotea mpaka watu wakafutwa kazi. Unakumbuka? Sasa hii tunaelekea mwaka wa 3. Ushawahi kusikia major scandal na Rais Ruto? Ushawahi kusikia? Mimi najua kesho mko na mimi. Nimechukua almost 2 hours nikiwafundisha. Mimi ni kiongozi na ni vyema niwaambie ukweli. So we need good governance. We don't need grants. Africans zikitegemea grants zitaingia kwa shida. Tutapotea. Hata sisi wachungaji tunahitaji matumizi bora ya sadaka mnaotupatia, sio mchango. Sababu unatoa sadaka, unatoa tithe, unatoa sacrifice, unatoa sadaka ya hiari. Nimezipeleka wapi? But ndugu yangu ameniambia Mungu anamtumia kusaidia wengine, lakini yeye amekwama. Nitakuombea na utafanikiwa katika maisha. In Jesus name.
Leo mniletee box mahali nitalala. Uko na swali? Unataka weke bodu? Huyu ndugu ako na swali anamwambia mpe pastor board. Sawa. Asifiwe. Amen. Iko na swali. Last year date 9 sijui mwezi wa 3. Siwezi kumbuka vizuri, but I can remember the teaching. It was about covenants. You taught that before you start any project, yes, let's say for example business, you need to make it a covenant business. Now my question is, you have the calculated risk, the rent, stock, stock, KRA, all those things. To say may sum up to 7